That is come from dark powers. Hata ukisikia tu wachawi makelele, vitisho, the witches, nguvu za giza, they speak with that divine darkness. Wakati Elia amekata tamaa, when Elijah anataka kufa, fear, he wants to die. Mungu alipokuja, when God come, akasikia makelele, tetemeko, he hear a lot Mungu akwepo pale, voices, akasikia radi, and he hear a thunderstorm. Mungu akwepo pale, he was not there. Akasikia liupepo, he hear Mungu akwepo pale, akasikia sauti tamu laini, sauti ya upole. There he hear a humble and kind voice. Elia akainuka, akala mkate, katembea siku 40, akaenda mbinguni. Semeni amina. Mungu mwabudu katika upole na utaratibu. Praise God in very humble. Labda niulize swali, hawa wanaojiita wananena kwa lugha, inakuwaje wapendwa? Maana inawezekana na wao wengine hawajui, wanahitaji neema ya Bwana leo iwaongoze. Maana wanafanya kinyume na Biblia. Ufunuo 16 fungu la 14. The book of Revelation 16, Biblia inasema 14, Ufunuo 16:14, hizo ndizo roho za mashetani, for they are spirit of devils, zifanyazo ishara, working miracles, zitokazo, which go forth na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, unto the kings of the earth, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu, of the world together them for the battle of the great day ya Mungu Mwenyezi, of the God Almighty. Kumbe hizo ni roho zinatoka kwa joka, kwa shetani. So all those are the zinawaendea watu. From Jesus. Watu wanaanzisha tu makanisa kiolela, alafu wanasema tunanena kwa lugha. Mstari wa 13 Ufunuo 16, the Bible says in the book of Yohana anasema, the Bible John says, nikaona roho 3 za uchafu, and I saw 3, nikaona roho 3 za uchafu, I see 3 unclean spirits, zinazofanana na vyura, like frogs, zikitoka katika kinywa cha lile joka, come out of the mouth of the dragon, na katika kinywa cha yule mnyama, and out of the beast, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, out of the mouth of the false prophet. Kumbe hizo lugha ambazo hazieleweki, so these unknown languages ambazo watu huwa zinawatesa, that many people they have been troubled. Alafu anasema nilikuwa katika Ufunuo, because I was in the Revelation, inaniambia zinatoka kwa yule joka, says come from the dragon, alafu zinawaendea wanadamu, it goes to human, na ni roho 3 za uchafu, it is only zinazofanana na vyura, it is devil spirit, zinafanana na vyura, like a frog. Unajua mvua ikinyesha, when the rain utashangaa, you will wonder, vyura wanaanza kuropoka usiku kucha, makelele kutwa kucha, they speak weird voices, as ndio hizo ibada. Hata kama wako wawili watatu, utajua tu, you will know, hapo Mungu hayupo, you will know if there is lakini wengine huwa wafahamu. Lakini habari njema leo tunakwambia, tunakualika uingie katika kanisa la kweli. Jumapili, alafu apumzike na Jumamosi tena. Ni siku moja tu ya kweli, the true day. Siku moja ya kweli. Yesu alionya akasema, Mathayo 24:24. Also Jesus says something about it. Na hapa kumbuka kuna kinywa cha yule mnyama ambaye ndiyo huyo mwenye mamlaka na Jumapili. Na mwingine kinywa cha nabii wa uongo. Manabii wa uongo ndio wanaleta hayo makelele. Mathayo 24:24 anasema, the Bible says in the book of Matthew 24:24, Biblia inasema, kwa maana for there shall watatokea makristo wa uongo, arise false Christ. Usishangae kwa ukisikia makristo wa uongo mpaka uone kwa namna gani. Maana Biblia imesema watatokea. Because the Bible says they will come. Hawatatokea, watatokea. So they will happen, they will come. Alafu also, na manabii wa uongo, also the false prophets, wanajiita manabii, they call themselves to be prophets, nao watatoa ishara kubwa, and they shall show a great sign, na maajabu, and the wonders, maajabu, in wonders, wapate kuwapoteza, in so much that they were possible, ikiwezekana, to deceive you, hata walio wateule, even those who were very elected. Yesu anamalizia anasema, and Jesus also says, 25, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Behold, I have done you before. Yesu alituonya haya mambo yatatokea. Jesus has been telling us before. Usitishwe na TV, unaona watu wamejazana hapo. Do not be tempted by the people who have been
kuna nabii wa uongo ambaye atateka yamkini hata wateule. We have a lot of prophecy who will take even elected people. Mstari wa 11:24 Mathayo. Also the Bible says 24:11. Na manabii wengi wa uongo watatokea. And the many prophets shall rise. Na kudanganya wengi. And shall deceive many. Labda tunaweza tukatofautisha kwa namna gani manabii wa uongo roho ya kishetani na Roho Mtakatifu? How can we differ the Holy Ghost and the devil ghost? Anasema Yohana wa kwanza 4 fungu la kwanza. The first John, the Bible Yohana says, anaandika anasema Yohana wa kwanza 4:1, wapenzi, beloved, msiamini kila roho, believe not every spirit, bali zijaribuni hizo roho, but you try the kama zimetokana na Mungu, whether they come of God, kwa sababu because manabii wa uongo wengi false prophets wametokea duniani. are gone out into Lazima the ujaribu world. hizo roho. You must test them. Njia ya kwanza ya kujaribu, The first way to mstari wa 3 anasema, the first kila roho isiyomkiri Yesu, and every spirit that confesses haitokani na Mungu, that Jesus does come from na Christ. hii ndio roho ya mpinga Kristo. And this is the spirit that of Antichrist. Na sasa imekwisha kuwa hapa duniani. Whereof have been Kiona heard mtu ambaye anasema anamjua Mungu wa mbinguni, when you see the person who alafu anamkataa Yesu, but not receive ni Jesus, hizo roho. it is also Maana shetani ana matawi mengi. because Jesus has many branches. Huwezi kuokolewa isipokuwa umemwamini Yesu You Kristo. may not be saved because Hata kama ujiumize kwa namna gani, unatoa sadaka nyingi, so whatever you do, a lot usaidie of watu, supplications helping people. kama umwamini Yesu, But if you not believe in Jesus, bado utapotea. you will lost. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. He will be the way, truth and life. Lakini kitu kingine, sifa nyingine, But another thing's important, wakiri kwamba they must to understand Kristo alikuja katika mwili Jesus come in na manifestation wamwamini. of body, and they supposed to believe. Sifa nyingine, Isaya 8:20. The book of Isaiah 8, mstari wa 20. Biblia inasema, na waende kwa sheria, the Bible says, to the law and the testimony, na ushuhuda, ikiwa hawasemi kulingana na neno hili, if they speak not according to this word, bila shaka kwa hawa hapana asubuhi. it is because there is no light in them. Lazima waende kwa sheria, kwa kushika amri za Mungu. They must go by laws. Usiwe na miungu mingine la They mimi. must not have other gods. Usijifanyie sanamu ya They must kuchonga. not make other idols. Usihitaji bila jina la Bwana Mungu wako. God says an empty. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Remember and Waheshimu baba yako na mama yako. just respect your parents. Usizini, usiue, usiibe, Do not commit adultery. Do usimrudie jina not lako uongo. Do not say lies. Usitamani. Not Amri zote hizo wazitunze. all these commandments. Na ushuhuda wa Yesu, and the testament of Jesus, maagizo mbalimbali ya kibiblia. all different Maswala ya chakula. the food. Akikwambia mimi nakula nguruwe nafanya nini? Alafu ananena kwa lugha. Anakudanganya tu. Roho Mtakatifu hawezi kufanya hivyo. He may lies. Na maswala mengine. Korintho wa kwanza 14 anasema, also the first Corinthians, the Bible says 32 na 33, na roho za manabii huwatii manabii. Kwa lazima, kama yeye ni mtu anayemfuata Yesu, lazima atii manabii wa kwenye Biblia. Maana roho za manabii huwatii manabii. Korintho wa kwanza 14:32-33. 33 anasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Mungu wetu sio Mungu wa machafuko. The Bible says, and the spirit of the prophets, for the God, roho za manabii huwatii manabii. The spirit of the prophets only committed to prophets. Kwa maana Mungu, for the God, si Mungu wa machafuko, is not a God of bali wa amani, but a peace. Vile vile kama ilivyo katika makanisa ya watakatifu. But has he been in the church of saints. Mungu sio Mungu wa makelele, kupigiwa makelele kanisani. God is not a God of confusion. Malaika mbinguni wenyewe, but maserafu na makerubi, seraphims and wanasema kwa utulivu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Holy, holy, holy. Wanamwabudu Mungu wa mbinguni kwa unyenyekevu. And worship God in kindness and meekness. Kwa hiyo wanatakiwa watii mafundisho yote ya manabii wote. So they supposed to
being acquainted kama ni ubatizo wabatizwe kwa maji mengi. If it is baptism, they're supposed to use many waters. Kama ni habari ya kufa kwa roho, wasiseme kwamba mtu akifa anaishi tena. Hao ni waongo. Kama ni sabato waitunze. Kama ni masherehe ya mapokeo, Christmas, Easter, hauwezi kuwakuta wanashabikia sherehe za kipagani. Hawaabudu siku ya wanadamu, siku ya Jumapili. Hao ndio ambao wataweza kunena kwa lugha. Yohana wa kwanza 2 fungu la 3. The first John, the Bible says, na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tumeshika amri zake. And hereby we do not know that we know him if we keep his whole commandment. Yeye asemaye nimemjua, for that's who says I know, wala ashiki amri zake, but does not keep, huyo ni mwongo, that is a liar, wala kweli haimo ndani yake. And the truth is not in him. Wengine wao wanafanya miujiza, others they do some miracles. Yesu anajibu kwenye kitabu cha Mathayo 7:21. The Bible in the book of Matthew 7:21, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule afanye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. My heavenly Father. Katika siku hiyo watasema, for that day they will say, Bwana, Lord, tulifanya miujiza kwa jina lako. We have done the miracles by your name. Hatukufanya unabii kwa jina lako. We did not do the prophets by your name. Hatukutoa mapepo kwa jina lako. We did not devote them. Yesu atawajibu, atawaambia, and Jesus will say, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu mtendao maovu. Yesu ampime mtu kwa miujiza. God does not measure. Tena miujiza inayotoka kwa shetani mwenyewe. Anawadanganya watu wengi. Yesu ameshajibu tayari. Hadanganyiki kwa miujiza. Wala mtu asikutishe. Na hiyo nayo nasema sio kunena kwa ni roho mwingine ambaye ni roho mchafu. And that is unknown spirit who labda ninapokuwa naelekea kumaliza, while I'm going to an end, nataka nikuonyeshe kitu cha mwisho kabisa. I want to tell the last thing. Kwenye kitabu kile cha Korintho wa kwanza, when you read the first Corinthians, kitabu chote cha Wakorintho, when you read all the book Paulo alipoenda kwenye kanisa la Korintho, when Paul got, kulikuwa ni kanisa ambalo limejaa watu wa aina mbalimbali. It was a church where wametoka mataifa mbalimbali, they come from many countries, ambapo kulikuwa na wenyeji walikuwa wanaongea kwa lugha ya hapo. There were normal people, wengine walikuwa wanaongea kwa lugha zao, others they speak in their languages. Watu wakawa hawaelewi kwenye ibada, so people they were not understanding it. Anawatia moyo waongee kwa lugha, wapate mtu wa kusafsiri. So he emphasized them to have an interpreter. Ndio maana Paulo anawarudisha katika masuala ya kivitendo. That's why he tells them in the actions, karama za roho, the spirit, ili wale ambao wanahudumu, for those who have been saving, kama kusiwa na vikwazo vyovyote. So there were no, kama ni kutafsiri, mtu awepo kutafsiri, if there is an interpreter, ili wanene kwa lugha, so many people, wawili au watatu. Tongues, 2 people or 3. Katika Korintho wa kwanza 14, the first Corinthians 14, na Paulo hakuongelea lugha mpya. Paul does not speak about new Paulo anaongelea lugha halisi. He speak about the real language. The real languages. Na hizi ndio sababu za mwisho. Sababu ya kwanza, mazingira yenyewe tu yanaashiria kwamba the context it indicates hizi ilikuwa ni lugha halisi kabisa. It was a real language. Unaposoma Korintho wa kwanza 13 fungu la kwanza, when you read the first Corinthians 13, anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu, ni lugha ambazo unazielewa. Kama ni Kisukuma unakipiga kabisa chenyewe. Kama ni Kipare apate fumwa. Asante Yesu. Hicho Kipare hicho. Na vingine lugha za wanadamu. Sababu ya pili, ambazo zilikuwa ni lugha za wanadamu, tongues of men. Sababu ya pili, katika Agano Jipya lote, all the New Testament, anapoandika kuna neno linaloitwa glossa. When they say the word glossa, ambayo inamaanisha lugha, so that it means a language au ulimi, or the tongue. Inamaanisha karama za lugha. So it means a gift of tongue. Na kwa sababu katika maandiko matendo ya mitume, so for that, so in the book of Acts, neno lugha, the word language, linarejelea lugha za wageni. It refers to the foreign language, foreign or
extruders people. Ambazo ni katika Wakorintho wa kwanza pia zimetajwa. So you see in the book of Corinthians. Kwa lazima ieleweke kwamba zile ilikuwa ni lugha zingine zinazoeleweka. So it was an other language which tumesoma Matendo 2 mstari wa 4. comprehend. Lakini kitu cha tatu, but the second, Mungu hutenda kazi kupitia akili za wanadamu. God works in the minds of human. Man's intelligence, akili za wanadamu. Na Bwana alionyesha hili kupitia Yesu alichokisema. When Jesus says kwamba msiongee kwa lugha za kwa kupiga makelele. Just not speak in making noises. Mathayo 6 fungu la 7. When you read the book of Matthew 6 mstari wa 7, verse 7, Biblia inaniambia kwamba the Bible says, bali wewe usalipo, but when you pray, ingia katika chumba cha ndani, use not vain repetition, na ukisha funga mlango wako, as therefore do, usali mbele za Baba aonaye sirini. Then you may speak. Mstari wa 7, the 7, nanyi mkiwa katika kusali, but when ye pray, msipayuke payuke, use not vain repetitions, kama watu wa mataifa, as the heathen, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yako mengi. For they think that they shall be heard in their much speaking. Kwa Yesu anakataa so just say kuongea lugha isiyoeleweka, to speak an understood language ambayo haieleweki, where people they don't understand it. A static speech. We call it a static speech. Sababu ya 4. The first reason. Maana kupatia sababu 5 tu. I give you only 5 reasons. Wakorintho wa kwanza 14:21. Corinthians 1:21. Wakorintho wa kwanza 14:21. The First Corinthians 14:21. Inafafanua zaidi maana ya karama za lugha. But also simplifies the language au maana ya kunena kwa lugha. So how the meaning of maana nasema kwamba because it says 21 imeandikwa katika Torati, in the law is written, nitasema na watu na hawa watu with men of other tongues, kwa watu wa lugha nyingine, and other lips I will na kwa midomo ya wageni. People and for the kwa hiyo alikuwa ameshatabiri tayari. So he has been prophesied. Alitabiri kwenye kitabu gani basi? He prophesies in which book? Kitabu cha Isaya 28 fungu la 11. When we go to Isaiah 28 and 21. Isaya 28:11. The chapter 28 verse 21, the Bible ataongea says, na hawa watu kwa lugha nyingine. And God speak with those people in other language. 28:11 anasema Isaya, Biblia inaniambia, the Bible say, la bali kwa midomo ya watu wageni, for with stammering lips, na kwa lugha nyingine and other tongues atasema na watu hawa. Will he speak to these people? Kwa ilikuwa ni unabii unatimia, watu wakaamini, watu wengi. So it was unfulfilled prophecies kwa lugha nyingine, for other tongues. Na hawa walikuwa ni Waasiria. So they were Assyrians, ambao ndio walikuwa wageni. So they were extruded. Korintho wa kwanza 14:21 pia imetaja ni lugha za kigeni. It is speak an extruded language. Korintho wa kwanza 14 fungu la 2 amesema ni lugha halisi za wanadamu. It was a real language of Korintho people. wa kwanza 14:22 anasema ni lugha ya ishara kwa wasioamini. It was an kwa wasioamini, sign language for those who unbelieve, kama ilivyokuwa siku ya Pentecost, as it was in Pentecost, ambapo lugha halisi ilikuwa while the true language and real language was ishara chanya, it was kwa wasioamini, a positive sign for those who are wakaitwa watubu. Na Petro tumeona they were called to repent by Petro, aliwapatiza akamwambia tubuni. And he baptized. Sababu ya mwisho, repent. And the last, karama walipewa watu wote, the gifts was given by all, na Roho Mtakatifu, by Holy Ghost. Hata watu wa kawaida tu, even regular people. Tumesoma Korintho wa kwanza 12 fungu la 7. Mungu Roho Mtakatifu anampa yeyote tu kama pendavyo, kwa maana ya kufaidiana. Na ndiyo maana sio kujifurahisha nafsi. That's why not to being relaxed by yourself. Napotaka kufunga hubiri hili la leo, I'm going to wind up, na kutia moyo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 ya 3. We read the book of Revelations, mstari wa 20. Chapter 3. Inawezekana ulikuwa hujui haya mambo, rafiki yangu. Verse 20. Leo Roho wa Bwana anaenda na wewe. Today the Holy Spirit is ili uweze kuachana na lugha zisizoeleweka, you may believe it, uweze kumrudia Yesu, to come before him. Anasema 20 Ufunuo 3, tazama nasimama mlangoni, behold I stand at the door, nabisha. I knock. Tazama nasimama mlangoni, behold I stand at the door, nabisha. and knock.
Mtu if akisikia sauti yangu any man hear my voice na kufungua mlango and open the door na kufungua mlango and open the door, nitaingia kwake, I will come into him, nami nitakula pamoja naye and will sup with him, na yeye pamoja nami. and he with me. Yesu anakuita leo. Jesus is calling you. Wangapi ambao wanasema how many do you Yesu, say? naomba nitie nguvu, Jesus, please nisije nikawa kama watu wa Babeli waliochafua lugha, I may not be like waliotaka kujitengenezea jina, from Babylon. ili unapotembea kwangu leo So when you walk with me today, niwe kama wale watu waliobarikiwa uliposhuka kwao. I may be like a people who have been blessed. Kama kuna watu wa namna hiyo, mnaweza mkapunga mkono. If we have people like that, Bwana wabariki sana. Lord bless you so much. Lakini kama unaweza kusimama ili tuweze kuomba pamoja. You can stand or we can. Kama kuna mtu mwingine ambaye anasema, Yesu, if we have another person say, nisaidie, please help me. Natamani niachane kabisa na mambo ambayo hayajulikani. I want to leave all this unknown. Natamani niweze kunena kwa lugha halisi. I wish to speak in ili ninapokuomba uweze kujibu maombi yangu. So while I'm praying to you, you may answer my prayers. Na wewe tutakuombea jioni ya leo. Also will pray for you. Na pia kama unahitaji ubatizo, and if also you want baptism, na uungane na watu wa Mungu. So you may join other people. Wakati ambapo mzee wa kanisa rafiki yangu anapoenda kuomba hapa, as a church elder is going, nitasoma fungu moja la mwisho, Ufunuo 22:17. I will read the last word, 22:17. Anasema Roho na bibi harusi wasema, and the Spirit and the bride says, Roho na bibi harusi asema, and the Spirit and the bride say, njoo. Come. And asikiaye na aseme, let him that heareth naye asikiaye aseme, let him that heareth say, njoo. Come. Naye mwenye kiu na aje, and let him that is athirst na yeye atakaye, and whosoever na atoe maji ya uzima bure. Let him take a water of life. Umetolewa bure wapendwa. Ifike sehemu tuachane na manabii wa uongo. Let's come to be hawatakupeleka mbinguni, watakupeleka motoni tu. Wametumwa tu, hao ni mawakala. Wanajifurahisha kwenye ulimwengu, wanajifurahisha tu wenyewe, wanapata faida. Lakini wewe je, utapotea? Utakubali kupotea? Bwana awabariki sana, tusaidie tutembee pamoja naye. Omba rafiki yangu, baadaye tutatajia namba ya simu. Our heavenly Master of heaven, Mungu wetu wa mbinguni, we praise you for the great. Tunaliinua jina lako kwa kuwa ni mkuu. You are loving us. Wewe unatupenda sana ajabu. You are always with us. Sisi wewe ni yote kwa ajili yetu. We need you, Lord. Tunakuhitaji wewe Bwana. Today, Lord, you have teach us. Siku ya leo Bwana umetufundisha the language of century. Lugha ya karne ya kuzungumza. These true languages. Katika lugha hii halisi ambayo tunazungumza. This is the real language. Hizi ndio lugha halisi kabisa. Which you want us to speak. Unaotaka sisi tuzungumze na kuatia watu moyo. So that we can communicate with you. Ili tuwasiliane na kuomba na wewe. Also we may use your word to tell others. Ili tutumie pia maneno yako kuambia watu wengine. All these unknown languages. Na sio zile lugha ambazo hazieleweki kabisa. That people believe that to speak in noises and making noise is the true way they connect themselves. Wale watu ambao wanaamini kwamba wakiongea kwa hizo lugha wanaungana na wewe. But thank you Lord for today you have teach us. Wasaidie, lakini leo Mungu umetufundisha kwamba you have been guide us. Umetuonyesha na kutuongoza the way we can use this gift, namna tunavyoweza kutumia hizi karama za Roho to bless others, ili kubariki watu wengine and also to praise you Lord, na kulitukuza jina lako Bwana. Thank you Lord for being with us for this night. Asante Bwana kwa kutupatia nafasi hii na maisha haya. In the name of Jesus Christ I pray. Naomba na kushukuru kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amina. Bwana awabariki sana. May God bless you. Kwa yule ambaye anatamani kujifunza zaidi na kubatizwa pia, kuna maswali